Kwa muda mrefu, wazazi na walezi walizoea kutumia poda kwa watoto wachanga, wakiamini kuwa inalinda ngozi dhidi ya unyevunyevu na vipele vya nepi. Hata hivyo, mabadiliko ya tafiti za kitabibu na ushauri wa wataalamu wa afya yameonyesha kuwa matumizi ya poda si salama tena kwa watoto. Chembe ndogo za poda huweza kuingia kwenye mapafu na kusababisha matatizo ya kupumua, huku pia zikihusishwa na muwasho wa ngozi na hatari ya maambukizi. Kutokana na sababu hizi, mashirika ya afya duniani yamependekeza kuachana na matumizi ya poda na badala yake kutumia njia mbadala salama zaidi kulinda ngozi ya mtoto. Sababu kuu za kutotumia poda kwa watoto ni: 1. Hatari kwa mfumo wa upumuaji. Chembe za poda ni nyepesi na huruka hewani kwa urahisi. Watoto wachanga wanapovuta hewa yenye chembe hizi huweza kupata muwasho wa mapafu, kikohozi au hata matatizo ya kupumua ya muda mrefu. Baadhi ya tafiti zimeonyesha uhusiano kati ya matumizi ya talcum poda na matatizo ya kiafya ya kupumua kwa watoto. 2. Madhara kwa ngozi. Ingawa poda hutumika kuzuia vipele vya nepi, imebainika kwamba huweza kuziba vinyweleo na kuongeza muwasho. Ngozi ya mtoto mchanga ni nyeti sana, hivyo poda inaweza kusababisha mabadiliko yasiyo salama kama vipele na uwezekano wa maambukizi ya ngozi. 3. Hatari ya kumeza kwa bahati mbaya. Watoto wachanga mara nyingi huweka mikono mdomoni. Ikiwa mikono imegusana na poda, kuna uwezekano wa kumeza chembe za poda, jambo linaloweza kuathiri mfumo wa mmeng'enyo. 4. Ushauri wa wataalamu wa afya. Madaktari na mashirika ya afya sasa wanashauri kuepuka kabisa matumizi ya poda kwa watoto wachanga. Badala yake wanapendekeza kutumia mafuta ya watoto, yani baby oil, cream za kuzuia vipele au sabuni laini isiyo na kemikali kali kwa ajili ya usafi na ulinzi wa ngozi. Njia mbadala na salama ni mafuta ya ngozi ya watoto. Husaidia kulainisha ngozi bila kuzuia vinyweleo. Cream za kuzuia vipele vya nepi zenye zinc oxide au petroleum jelly ambazo huzuia muwasho. Usafi wa mara kwa mara. Kubadilisha nepi mara kwa mara na kuosha ngozi kwa maji safi na sabuni laini. Leo hii, wazazi wengi wanachagua bidhaa mbadala ambazo hazina hatari kwa afya ya mtoto. Hii inaonyesha mabadiliko makubwa katika mtazamo wa malezi, ambapo usalama wa afya ya mtoto hupewa kipaumbele kuliko urahisi wa kutumia bidhaa za zamani. Wazazi wapendwa, ni muhimu kutambua kuwa poda si salama tena kwa watoto wachanga. Ingawa ilitumika kwa muda mrefu kama njia ya kulinda ngozi, sasa imebainika kuwa inaleta madhara makubwa zaidi kuliko faida. Ili kuhakikisha afya na usalama wa mtoto wako, epuka kutumia poda kabisa. Chagua njia mbadala salama kama mafuta ya watoto au cream za kuzuia vipele vya nepi. Hakikisha usafi wa mara kwa mara kwa kubadilisha nepi na kuosha ngozi kwa maji safi na sabuni laini. Kumbuka, ngozi na mfumo wa upumuaji wa mtoto ni nyeti sana. Kila hatua unayochukua kumlinda dhidi ya madhara ni uwekezaji katika afya yake ya baadaye. Usalama wa mtoto wako unapaswa kupewa kipaumbele kuliko urahisi wa kutumia bidhaa za zamani. Haya ni machache katika yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video na makala mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia swali au maoni sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.